Kwa majina naitwa Balozi Batilda Buriani, mkuu wa mkoa wa Tanga. Ninafurahi kwamba kwa sehemu ya viongozi ambao watazungumza katika miaka 30 ya wanawake na uongozi baada ya mkutano mkubwa wa wanawake kimataifa uliofanyika Beijing mwaka 1995. Na kama mtakumbuka, katika mkutano huo kulikuwa kuna vipengele vingi vilikuwa vinazungumziwa. Wakati ule kulikuwa wanaangalia wanawake na umaskini, walikuwa wanaangalia wanawake na masuala mazima ya elimu na mafunzo, wanawake katika uongozi na maeneo ya maamuzi, wanawake katika vyombo vya habari, lakini vile vile wakawa wanaangazia pia ukatili wa dhidi ya wanawake na watoto, pamoja na masuala mazima ya wanawake na mazingira na kadhalika. Mimi niseme tu miaka 30 ya kuangalia jinsi mwanamke alivyoendelea katika jamii zetu mbalimbali, na sisi hususan hapa Afrika tuna kila sababu ya kumshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa jinsi ambavyo amewezesha wanawake sasa wakawa na sauti kubwa. Na mfano mkubwa kwa sisi Tanzania ni rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan. Tunaona kwamba viongozi walikuwepo, lakini tulikuwa na viongozi katika ngazi ya mawaziri, manaibu waziri, wakuu wa mikoa, na aliyezidi zaidi ilikuwa ni spika wa bunge. Lakini leo hii mkuu wa mihimili yote ni mwanamke, jasiri, mbunifu, mwenye hofu ya Mungu, lakini kiongozi hodari ambaye kwa kweli niseme ni champion, sio tu katika masuala mazima ya nishati safi, afya, lakini hata katika masuala ya amani. Amekuwa ni suluhu ya migogoro na mambo mbalimbali ambayo yanashindwa katika maeneo yetu ya Afrika Mashariki, maeneo ya kusini mwa Afrika Mashariki, SADC na kadhalika. Kwa hivyo miaka 30 kwa kweli dunia na niseme Afrika, na pia Mwenyezi Mungu ametupa heshima hiyo, ametutendea haki kwamba sasa tunaye viongozi, tunaona wanawake wanaanza kuonekana katika sura tofauti kabisa. Ile unaingia kwenye mkutano unakuta wanaume wamejaa kwenye boardroom yote, sasa hivi inaendelea kubadilika. Tunao wenye viti wa board wanawake, tunaona wajumbe, lakini kwenye mahakama tunaona wake wengi zaidi, kwenye kuanzia mahakama ya rufaa na mahakama kuu. Lakini tunaona pia katika akademia, vyuo vikuu, wanawake wako kule katika viongozi mbalimbali, lakini vile vile walimu katika masuala, wahadhiri katika masomo yao na mabingwa katika maeneo yao. Lakini hata katika afya, madaktari, maubezi, madaktari, mabingwa, wanawake wapo wengi. Na hii pia inatoa fursa pia kwa watoto wa kike kuendelea kuwa na watu wengi ambao wanakuwa kama ndio vioo na watu na viongozi ambao wanaangalia na wenyewe miaka ijayo wawafuate. Hapa sisi Tanga tulikuwa tuna kauli mbiu hiyo ya mtoto wa leo Samia wa kesho. Sasa watoto wanaangalia nafasi ya kiongozi. Maana zamani walikuwa unakwenda ofisini ukimkuta mwanamke unamuuliza nimemkuta bosi, bila kujua kwamba huyo mwanamke ndio bosi. Lakini sasa hivi wanajua kwamba bosi anaweza kawa mwanamke, anaweza kawa mwanamume. Kwa hivyo hili linatufunza tu kwamba katika jinsia, kwa maana jinsi hizi mbili, mwanamke na mwanaume, ni vizuri wote tukaenda pamoja. Mtoto wa kike na mtoto wa kiume ni vizuri wote tukachukulia katika uzito mmoja, ili jamii yetu iweze ikawa inatoa haki na usawa kulingana na maumbile yao na kulingana na maeneo wanayoishi kwa makundi yote ya wananchi. Kwa hivyo mimi namshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa sababu yeye amekuwa ni kiunganishi kikubwa, na sera yake ya maendeleo jumuishi, maendeleo shirikishi, amekuwa akishirikisha makundi yote. Na ndio maana hata unaona watoto wa kiume wanawasaidia watoto wa kike. Unafika mahali mtoto wa kike amepata shida katika siku zake, mtoto wa kiume anampa sweta ajistiri.
Kwa hivyo wanaishi katika hali ya upendo, ya umoja na mshikamano. Na sisi tunaomsaidia Mheshimiwa Rais tunaendeleza hizo, kwa sababu hatutegemei kwamba tugeuze sasa yale yaliyokuwa yanasemekana ya ukatili wanaofanywa wanawake, na sisi twende tukafanye kama kulipiza, sasa tukawawe wakatili kwa waume zetu, kwa watoto wetu. Tunataka tuwe na uwiano mzuri katika jamii. Mtoto wa kiume akawa na uthubutu, ubunifu, asiwe na woga. Mtoto wa kike asiwe na woga kujieleza darasani, asiwe na hofu. Na jamii kwa maana hiyo inakuwa na tunapata viongozi bila kuwa na hii nafasi. Kama sisi tumekuwa viongozi kupitia viti maalum, lakini viti maalum ni nafasi ya kumsaidia mwanamke ambaye huko nyuma jamii zilikuwa zimkubali kuwa kiongozi, ili aone jinsi anavyoweza kuongoza. Kama hatukupata zile fursa, leo watu wasingejua kama Samia kumbe ni kiongozi hodari, amekuwa hodari. Kwa hivyo ile fursa inamsaidia kumfanya ajulikane, aonekane, uhodari wake aonekane. Akirudi kwenye majimbo sasa, anachagulika kiwepesi kabisa. Unaona, kwa hivyo hiyo tunaona kwamba Tanzania ilitengeneza njia nzuri ya kumnyanyua mwanamke aweze kuonekana na yeye kama anaweza kuongoza, na tena inawezekana akaongeza vizuri zaidi, na kesho atakapokwenda kwenye majimbo basi anapata kura bila shida. Lakini vile vile tumeona pia hata katika vyombo vya habari, na ninasema hivyo kwa sababu wakati ule wa kampeni mtu akigombea basi mwanamke atachafuliwa na hivi, lakini kupitia sera mbalimbali na sheria za mitandao na vyombo mbalimbali kumepungua sana ile hali ya kumfanya mwanamke asiwe na uthubutu kwa kuhofiwa ataletewa maneno ya uzushi na kumchafua katika ya taswira yake katika jamii, katika familia yake. Kwa kiasi kikubwa sana inapungua, na naona wanawake wana uthubutu, na ndio maana wanakuwa na ujasiri wa kwenda kugombea. Hata katika uchaguzi za serikali za mitaa tumeona kina mama wamekwenda kugombea nafasi wenye viti na wameshinda, wajumbe wa kamati zile wameshinda. Na tunapoelekea mwaka huu ndio mwaka uchaguzi, sisi tunaendelea kuipongeza Chama cha Mapinduzi kwa kuwa na uthubutu, lakini vile vile kwa kutambua kazi kubwa aliyofanya Mheshimiwa Rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan, kazi ya kihistoria, ambapo ukiangalia wanasema mnyonge haki yake mpeni. Miaka 4 aliyokaa katika madaraka amefanya mageuzi makubwa sana. Sisi hapa Tanga ni mashuhuda, tunavyoona jinsi ambavyo kwa kipindi cha miaka 4 shule ambazo tumeongeza kujenga ni kama vile shule zilizojengwa katika kipindi cha miaka 10 huko nyuma. Lakini mageuzi pia hata ya kiuchumi, masuala ya maji, tulikuwa na changamoto kubwa sana ya maji. Na ndio uone uongozi wa mwanamke, kuna maeneo ya vipaumbele mwanamke anavipa ni tofauti na maeneo ambayo mwanamume anaipa. Mheshimiwa Rais amekuja akaangalia maeneo makubwa ambayo yanahusiana sana na mwanamke, ili mwanamke mpunguzie adha ya kuweza kufanya kazi zake, maji yawe karibu. Akaanzisha program ya maji kumtua mama ndoo kichwani, na hiyo inasaidia sio tu mama akapata maji ya kupika, lakini hata afya ya watoto ikaboreka. Kwa hivyo akaendelea kuimarisha masuala ya afya. Tunaona vituo vya afya vimeongezeka. Tumeona hospitali, tulikuwa tuna hospitali 2 za wilaya. Leo hii kupitia Mheshimiwa Rais tuna hospitali katika wilaya 8 na katika halmashauri zote 11. Na hiyo imetupa heshima kubwa, kwa sababu sasa mtu anayetoka Kilindi aje hospitali ya Bombo kwa ajili ya kutafuta vipimo, anamaliza shughuli zake zote kule kule. Lakini pia masuala ya lishe, watoto tulikuwa na changamoto kubwa ya udumavu. Watoto wanakuwa, unamwona mtoto wa miaka 10 anaonekana kama mtoto wa miaka 4. Masuala ya lishe, Mheshimiwa Rais akatoa kipaumbele kwa maana kuwasainisha wakuu wa mikoa wote, na sisi tunakushuka kuwasainisha wakuu wa wilaya, ili swala zima la lishe liwe katika program zetu, kuanzia shule ya awali, watoto wanywe uji, na lakini kutoka kwenye mahindi yaliyoboreshwa yakaekewa vitamini, na mpaka kwenye mashule ya msingi, ya sekondari. Na ndio maana umeona hata vifo vya kina mama vimepungua. Hii program ya mama
Mama anataka kwenda kliniki kujifungua, ambulance ni moja. Nasema hapana. Akatengeneza utaratibu kwamba tutakuwa na watu watajisajili kama hizi za Uber. Mama anataka kwenda, anapigiwa yule, gari inakuja, mama anapelekwa kliniki, serikali inalipa gharama. Kwa hivyo ni mambo ambayo ni mama anaweza kuyaona, kwa sababu ndio mambo ambayo yako karibu na yanamgusa zaidi. Lakini ili haya yafanyikiwe lazima uchumi ukue. Kwa hivyo na yenyewe akaimarisha kwanza makusanyo. Tunaweza tukakusanya bila kuleta taharuki, lakini bila kuwakandamiza watu na kuwafungia watu biashara zao. Na hiyo program imelipa. Kwa maana kwanza TRA imeweza kukusanya kiasi kubwa sana na kufanya mambo mengi katika maendeleo ya nchi yetu. Kwa hivyo ukiangalia maeneo yote, kwenye mazingira, kwenye miundombinu, unaona jinsi ambavyo waliweza kufanya. Lakini demokrasia kwa ujumla, kusikiliza mawazo mbadala na kuwashirikisha. Nadhani mmewaona hapa tuna viongozi wa vyama vya siasa wamekuja hapa ofisini. Zamani ofisi hii ilikuwa hawaingii, ofisi za serikali. Kwanza wanaiogopa, lakini pia hawako karibu. Hata wewe unaye kiongozi wa serikali unaogopa usionekane unaongea nao. Lakini mama kupitia 4R zake, resilience, reconciliation, reforms, rebuilding, tunawaita, tunaongea nao. Leo hii tuna jarida la maendeleo ya mkoa, viongozi wa vyama wameandika mambo yao ya pongezi zaidi, na nadhani kwa kweli ni pongezi. Wanampongeza rais kwa jinsi ambavyo wameona kazi anazofanya. Kwa hivyo mimi kipekee niseme tunajivuna na tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu. Miaka 30 ya Beijing, sisi Tanzania tuna kila sababu ya kujivunia, kwa sababu tunayaona kwa macho wazi wazi kwa kupitia kiongozi wa ngazi ya juu kabisa, kwa maana ya rais, alivyoweza kufanya makubwa ambayo yamegusa kila mmoja katika jamii hii, na ambapo akabadilisha kabisa ile taswira ambayo ilikuwepo. Watu zamani walikuwa, kwa mara ya kwanza tuna waziri wa defense mwanamke, waziri wa ulinzi. Haikuwahi kufikiriwa. Eneo la ulinzi lilikuwa kama ni eneo la kidume, lakini mwanamke ameweza na yuko pale. Tunaitisha vikutano ya SADC Troika, anaenda mwanamke waziri wa ulinzi, mwanamke anazungumza. Vikosi kama hivi, vikosi sasa hivi viko Kongo, vinasimamia na kuangalia masuala mazima ya amani. Lakini hata kwenye majeshi wanawake wapo na wana vyeo vya juu na kazi inaendelea. Kwa hivyo mimi na imani mheshimiwa baba wa taifa angefufuka leo akaona kinachoendelea, angejivuna sana, kwa sababu alijenga hili taifa letu kwenye misingi ya usawa. Na ndio maana nembo ya taifa ina bibi na bwana. Alisema taifa hili liweze kujengwa ni lazima mume na bibi na bwana, wanawake na wanaume washikamane, wafanye kazi kwa pamoja. Na ndio maana ukina Bibi Titi, pamoja kwamba hakusoma sana, alitumiwa sana na mheshimiwa rais, baba wa taifa zile, kwa sababu alijua kuhamasisha watu. Kukiwa na jambo linahitaji watu, Bibi Titi alikuwa na hodari, anakuja na kusanyisha watu kupitia UWT. UWT imekuwa ni ina historia kubwa, na ndio maana mpaka leo UWT wamekuwa ni muhimili mkubwa wa kuunganisha wakina mama. Kwa hivyo tunaendelea kumpa mheshimiwa rais kongole zake, tunamwombea dua. Tunajua 2025 tunaenda naye, na kura zetu nadhani sisi Tanga zitapitiliza, tutaongoza katika kura zitakazopatikana za rais. Kwa mapenzi ni makubwa, lakini wameona mambo makubwa aliyofanya Tanzania, lakini na kwa mkoa wetu. Watu wengi walidhani kwamba mradi wa bwawa la Mwalimu Nyerere usingeendelea. Walidhani kwamba sijui daraja la Busisi lisingefanikiwa, SGR labda singeenda, lakini ameyapeleka. Na mengine leo hii angekuja hapa ilikuwa ni kwenda kuweka jua la msingi na bomba la mafuta. Sasa kwa sababu wanahusika na wenzetu wa Uganda, tukasema hilo tuliache, tutakuja wakati mwingine. Lakini miradi ni mingi, mingine tumeiacha. Mingi inahitajika kuzinduliwa, muda ni mchache. Na wilaya zetu ni nyingi, jiografia yake ni ngumu. Kwa hivyo tukasema basi tumuombe mheshimiwa rais, hii michache iwe tu ni ishara
ya mingi ambayo tayari ametekeleza na mingine inaendelea kutekelezwa.